muhimu sana. Sasa bwana, hoja kubwa sasa duniani, kwanza Tanzania hapa tulipata ugeni wa Mheshimiwa Rais Ruto, amezungumza vitu vingi sana. Lakini kimataifa tumeshuhudia kutokueleweka kwa Rais Trump, kama vile ambavyo Trump moja ya sifa zake tano, moja ya sifa yake tunasema ni transactional, yani tunasema hatabiriki. Anachokizungumza sio ambacho anachokimaanisha. Lakini hoja kubwa imekuwa ni katika mlango bahari wa Hormuz. Ukitazama pale uongozi mpya Mojtaba Khamenei, je, unaweza kweli kuachia mlango bahari wa Hormuz kama vile ambavyo kauli za Trump zinasema? Kwa kweli, kwanza kuhusu mlango bahari wa Hormuz, Irani hawezi kuachia, na watu hawaelewi. Itanikumbusha mwaka 56 kwenye vita ya Suez War au Operation Kadesh au the Tripartite Aggression. Mwaka 56 aliyekuwa rais wa Misri Gamal Abdel Nasser aliufunga mfereji wa Suez, akaomba vikosi vya Uingereza na Ufaransa kuondoka. Hivyo basi Uingereza na Ufaransa kwa kushirikiana na Israel wakaivamia Misri kutaka kuufungua mfereji wa Suez kwa ajili ya biashara na masuala ya uchumi. Wakapigana vita ya 56, mfereji hawakufungua, hali ikawa mbaya mpaka Marekani kupitia rais wake wa 34 Dwight D. Eisenhower akawaambia kwamba hii vita mmeshindwa Uingereza na Ufaransa, achaneni na Misri na lazima Misri iheshimiwe na mfereji wa Suez ni mali ya Misri. Kama mnataka matumizi yake lazima mkae na serikali ya Misri. Na baada ya vita hiyo tulishuhudia waziri mkuu wa Uingereza Anton Eden alijiuzuru, na waziri mkuu wa Ufaransa pia naye alijiuzuru, na hata waziri mkuu wa kwanza wa Israel wakati huo David Ben Gurion heshima yake ilishuka kutokana na vita ya Suez. Kurudi kwenye mada yako ni kwamba mfereji wa Suez ndo kiini pekee au ndo nyonga pekee wa Iran wameishikilia, hawawezi kuiachia. Wakiachia mlango bahari wa Hormuz, kwa maana ya kwamba wamekubali kushindwa, ndo turufu ya kimkakati walioishika. Cha msingi Trump, Netanyahu, viongozi wa Umoja wa Ulaya, NATO na wengine wote wenye mapenzi na amani na diplomasia ya kimataifa lazima wakubali kwamba vita hii inatatuliwa kwa njia ya mazungumzo na sio ubabe. Ukimsikiliza jana Barack Obama, alikuwa rais wa 44 wa taifa Marekani, anasema kwamba yeye aliweza kutumia diplomasia kuweza kurudi na Iran. Lakini wakati huo anasema kwamba njia ambayo ametumia Rais Trump, ukiangalia njia ambayo alitumia yeye anasema kwamba matokeo ambayo aliyapata yeye na matokeo ambayo amepata sasa hivi Trump ni kama malengo hayajatimia, kwa sababu nafahamu mpango ule wa hoja ambazo walikuja nazo Irani wa Marekani, kwa kwamba mpango wa nyuklia, mpango wa Iran kujilinda, mpango wa kutosupport makundi ya proxy au non-state actors, umekuwa bado Irani, na ukiplus vile kuondoa regime change, bado Irani inatajwa kwamba imeendelea kushikilia maslahi yake wakati wa vita, wakati wa vikwazo na kushambuliwa. Kuna hoja inasema kwamba Irani wameshinda hii vita. Kimkakati inakuwaje? Irani ameshinda kwa sababu malengo ya Israeli na Marekani hayajatimia hata moja. Walichofanikiwa tu ni kumuua Ali Khamenei. Na Irani na Marekani, Israeli na Marekani tangu mwaka 90 wameua zaidi ya watu 100 maarufu nchini Irani, na malengo ya Irani hayajabadilika. 2011 Hassan Mossadegh walimuua yule kiongozi wa muasisi wa makombora, wakamuua Qasim Suleiman 2011, wamedondosha ndege na kufanya hujuma, lakini Irani imebaki na malengo yake. Obama alistiki kwenye vikwazo ambao mpaka sasa hivi Irani ni nchi ya pili kwenye kuwekewa vikwazo. Ya kwanza ni Urusi yenye vikwazo takriban 22,500, inafuata Irani yenye vikwazo takriban 4,000. Kwa hiyo njia aliyotumia Obama ya vikwazo ilisaidia kulinda maslahi ya Marekani, lakini pia Wairani walijiona wako salama kwa Obama kuliko kwa Trump. Trump anachokifanya kwenye gunboat diplomacy, shindikizo la kinguvu na kijeshi ili kuifanya nchi kuisujudia Marekani, ni kwamba imeshindwa. Kwa kimkakati na kistratejia Irani ameshinda vita, na Israeli na Marekani wamepata aibu. Zaidi ya dola trilioni 80 za Marekani zimeungua. Israeli amepoteza miundombinu. Kwa hiyo Irani amepeleka madhara kwa Marekani na washirika wake, lakini zaidi Irani ametengeneza fitna kwamba washirika wa Marekani wa Mashariki ya Kati wanaanza kuwa na wasiwasi na nguvu za makombora ya Marekani, nguvu za mitambo ya anga ya Marekani, na sasa hivi China na Urusi watakwenda kupata wateja wapya wa kuwauzia mifumo ya ulinzi ya anga, kwa sababu mifumo ya ulinzi ya anga ya Marekani, Israel na mataifa ya Ulaya imeshindwa kudhibiti makombora kutoka Irani. Kwa hiyo Urusi na China watajiandaa kupata wateja wapya wa silaha mbalimbali za kuzuia makombora ya anga mara baada ya mifumo ya kijeshi ya Marekani na Israel
kushindwa kufanya kazi Saudi Arabia, kushindwa kufanya kazi Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu, Kuwait na maeneo mengine ambayo wamepata kifurushi kutoka Iran. Ukitazama dunia na ukisoma tafiti za Global Security Index zinasema kwamba kuna zaidi ya mizozo 80. Ukiangalia kuanzia Kongo, Sudani, ukanda wa IGAD, Afrika Kati, Palestina, Ukraine. Kwa kweli kuna dunia inapitia kuna dhana ambayo inaitwa global insecurity, yani ukosefu wa usalama wa kimataifa. Lakini ukitazama vile vile dunia tunashuhudia kwamba imeingia kwenye kitu ambacho kinachoitwa global power shift na maeneo madhubuti yakigombaniwa. Kwa mfano tunaona kwa mfano issue ya Panama na global mfereji wa Panama, issue kwa mfano ya Ukraine, issue kwa mfano sasa hivi ya Irani, masuala ya Kongo. Tunaweza kutabiri nini katika hii aina ya viongozi ambao inaongozwa kina Trump, wakina Putin, wakina Erdogan, wakina Netanyahu, wakina viongozi kwa mfano wakina Mojtaba Khamenei. Tunaweza tukasema kwamba dunia inaelekea wapi na viongozi wao ambao ni wafidhina? Dunia inaelekea kubaya, na ili kupata suluhisho la pamoja ni lazima Marekani aanguke. Marekani ataanguka kweli? Amebakiza vitu viwili. Pumzi ya Marekani imebakiza maeneo mawili. Uuzaji wa silaha pamoja na kuziuzia nchi dola. Siku wakifanikiwa kuangusha mfumo wa matumizi ya dola kwenye biashara za kimataifa, ndo anguko la Marekani liko hapo. Kwa sababu fitna iliyopandwa ya kumgombanisha Marekani na Umoja wa Ulaya imeanza kuota mizizi. Marekani ndio nchi pekee ambayo ilikuwa na wanajeshi takriban 40,000 Ujerumani kwenye kambi za kijeshi. Sasa hivi nimemsikiza Friedrich Merz, kansela wa Ujerumani, anataka Marekani wapunguze askari waondoe. Kwa kama Marekani akiendeleza ubabe wake na nchi za Umoja wa Ulaya, Marekani atatengwa na nguvu yake itapungua. 90% ya ushindi aliopata Marekani kwenye kuvamia nchi zingine imetokana na ushindi wa pamoja kati ya Marekani, NATO na viongozi wa Umoja wa Ulaya. Angalia Libya walivyovamia ile 2011 kwa Gaddafi. Ni ndege za Ufaransa na Uingereza ndio zilikuwa na madhara makubwa, lakini baadaye tukaambiwa ni Marekani ndio wameshinda vita. Angalia takriban siku 40 kwenye kuudondosha utawala wa Saddam Hussein bin Majid al-Tikrit Iraq. Takriban siku 40 ni ndege za Ufaransa na Uingereza, lakini ushindi akapewa Marekani na maeneo mengine. Kwa hiyo unaona kabisa Umoja wa Ulaya na NATO kukaa pembeni kwenye hii vita ya Irani, umeona kabisa Marekani na udhaifu wake umeonekana. Marekani pia ameshawahi kwenda Cuba peke yake kwenye operation Munguzi mwaka 59 baada ya mapinduzi ya Cuba, Fidel Castro na Ernest Che Guevara walishindwa. Marekani amekimbia Afghanistan toka 2001 mpaka 2021. Kakimbia. Marekani ameshindwa kwenye the fall of Saigon, Vietnam kuanzia mwaka 1975 55 mpaka 75. Kwa kuna maeneo Marekani amejaribu kwenda peke yake bila ruhusa ya Ulaya, akapata aibu. Kwa tunaona kabisa nguvu ya Marekani inatokana na utayari wa pamoja kati yake NATO na Umoja wa Ulaya. Okay, ipi sana nafasi ya Afrika ukitazama katika dunia hii ambayo imekuwa na migogoro, dunia ya vita, dunia ambayo ukitazama kwa kweli tumeshuhudia ubabe wa waziwazi, kama rais anaweza kuamuru jeshi na kwenda kumchukua kiongozi kwa mfano Maduro na mke wake na kuondokana naye Marekani na kwenda kumpa kesi. Ipi nafasi za nchi za Global South katika kuhakikisha kwamba wanaweza kupenya katikati ya siasa hizi za kijiografia ambazo zina nguvu? Kwanza viongozi wote wa Afrika lazima waite mkutano wa dharura Addis Ababa, waunde jeshi la Afrika. There should be an African army with African security code, kwa maana kwamba nchi ya Afrika yote itakayovamiwa itakuwa ni shambulio pamoja, kama ilivyo NATO section 5, kwamba mwanachama yoyote wa NATO atakayevamiwa basi liwe ni shambulio la pamoja, kila mtu aingilie. Tukiwa na jeshi la Afrika, nchi 55 za Afrika tukatengeneza jeshi la pamoja, hakuna nchi ya Ulaya inaweza ikatusumbua. Lakini kuna mtu anaweza kukwambia kwamba silaha tumekuwa tumenunua kwao. Hapana, tutengeneze jeshi la pamoja ili tuweze kumaliza vikundi. Leo hii tunaona kuna vita inaendelea Mali na Burkina Faso. Mali tumegundua wanamgambo wa Tuareg wamepata magari 100 Toyota Land Cruiser mpya za kupigana vita. Sasa Mali haina bandari, it's a landlocked country. Unajiuliza hizo silaha na magari za kisasa walizozipata hawa wanamgambo wa Tuareg, Islamic State, Al-Qaeda, Jamaatun Nusra al-Islam wal Muslimin wamepata wapi wakati Mali haina bandari? Kwa hiyo inaonyesha kabisa hakuna utayari wa wazi wa viongozi wa Afrika kujitegemea kiuchumi, hakuna utayari wa wazi wa viongozi wa Afrika kuungana kijeshi, kiulinzi na kiusalama ili Afrika iwe moja. Haiwezekani Muafrika anakuwa mkimbizi ndani ya bara lake la Afrika. This is impossible. Halafu mzungu anaonekana ni shujaa na mwekezaji. Anaonekana mtalii. Ukiangalia 42% ya ardhi yenye rutuba Afrika Kusini imeshikiliwa na makaburu, lakini leo hii wazungu na upumbavu wao wa akili wanaanza kuwakata mapanga na kuwapiga wa Malawi, wa Tanzania na wa Nigeria. Kwa nini wasiondoe ile Oregon kanchi kadogo ndani ya Afrika Kusini ambao wanakaa wazungu watupu? Kwa nini wasiwafukuze wazungu wale Afrikani? Bwana, mimi naitwa Godfrey Mchungu, mwana falsafa mchambuzi wa kimataifa. Nilikuwa na ndugu yangu hapa Rugete Musa Rugete.
nafikiri utakuwa umefuatilia. Na Lugete Musa Lugete ana channel yake YouTube, unaweza ukamfuata, ukasubscribe, ukamfollow, share. Ni mmoja wa wachambuzi bora ambao hapa Tanzania kuna wachambuzi wangu ambao huwa nawafuatilia ikiwemo Lugete Musa Lugete. Kaka, asante sana. Ukombozi wa kweli wa bara la Afrika ni ukombozi wa kiuchumi, sio wa kisiasa. Ukombozi wa kiuchumi, ili tuingie kwenye meza ya maamuzi ya kuamua kwa maslahi mapana ya Afrika. Vinginevyo tutatawaliwa, tutagawanywa, rasilimali zetu zitachukuliwa. Tuamke wa Afrika. Asante sana.